kinawezekana. Sijui ni matatizo ya ndoa, sijui ni magonjwa, sijui ni nini. Ukifika kwa Yesu na mizigo yako, anaweza kukusaidia. Yesu kwa mikate michache na chakula kidogo, mikate kidogo na samaki kidogo, akaibariki, watu wakakula na ikasalia vitumba 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa msaada kwa wanafunzi wake. Siku nyingine nakumbuka wanafunzi walienda kuombea mgonjwa, na waliomba wakatumia formula ambazo Yesu aliwafundisha, lakini magonjwa yakasema mimi sitaondoka. Na wakarudi wakamwambia Yesu, tumekutana na yule mtu tumemwombea, hakuna msaada umeonekana. Lakini Yesu alipofika alisema tu neno moja na mgonjwa akasimama. Sasa imagine mtu kama na huwa maana kama na wewe hivi, kisha anakuambia nataka kuenda, nataka kuacha, itakuaje kwako? Wanafunzi wakupokea hili neno, na Yesu anawaambia sasa, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu, muamini na mimi. Katika nyumba ya Baba yangu muna makao mengi, ninaenda kuandalia mahali, na kama makao yasingelikuwa nisingeliwaambia. Neno la matumaini, neno la furaha. Sisi ambao tumemwamini Kristo hatuna woga wa kifo. Hata tukifa tunajua kwamba tuna ambasaderi, tuna mtangulizi aliyetutangulia kwenda kutuandalia mahali. Hivi tunaamini pasta mpango, Mungu ndiye anajua asili yake, lakini kwa yale tuliona kama mzee wa kanisa, tunaamini yuko katika pumziko. Na hata mwambia amuke sahi arudie, atakwambia sitoke tena katika hii raha ya milele. Sikia, makao yameandaliwa na Yesu ni makao ya namna gani? Kama leo hawa wakuu wa dunia hii wangekupatia makao fasi ya kukaa, itakuwa ni nyumba ya kifahari. Sasa makao ambayo Yesu ameandalia, ninaamini kwamba ni makao mazuri. Mpendwa ambao uko hapa, nilitaka kusema kwamba usifadhaike moyoni mwako, lakini una devoir ambao uko nayo ni kumwamini Mungu na kumwamini Yesu. Wengine wamejidanganya na mambo mengi, wanajifunga katika mataratibu ya madhehebu, wanajifunga katika taratibu za dini, na wanashindwa kumpatia Yesu maisha yao. Mwito wangu asubuhi ya leo kwa kifo cha mzee Mpango ni kwamba, jamaa Mpango, msifadhaike mioyoni mwenu, mumkabidhi Yesu maisha yenu. Mnampatia Yesu maisha yenu, Yesu atatekeleza mambo yote ambayo yako mbele. Nilitaka kusema na kanisa la ofisi, nilitaka kusema na Wakristo, tusifadhaike mioyoni mwetu. Tuna Bwana ambaye anaenda kutuandalia mahali ambapo tutafikia. Inakuwa huzuni uvoyage na ujoko naenda, lakini Wakristo tayari wanaijua njia na mahali watafikia pako tayari. Sababu ya ile hatuna muda wa kufadhaika kwa ajili ya kifo ya ndugu yetu. Nilitaka kusema na mtu mmoja ambaye yuko hapa na haujampatia Yesu maisha yako. Leo ndio siku ya kumwambia Yesu, nataka na mimi niwe miongoni mwa wale watoto wako, kusudi nikifa, nikiishi, niwe na matumaini kwamba siku moja nitafika mbinguni. Bwana bariki neno lake, na Bwana atubariki. Amen. Baba wa mbinguni, asante kwa wema na rehema yako. Asante maana mpango wako hakuna wezaye kujua. Asante kutuongoza kutoka nyumbani na kufika hapa. Kazi zote ambazo zinakuwa mbele yetu, mikononi mwako tunazikabidhi. Kurudi kwetu mikononi mwako tunazikabidhi. Zaidi, jamaa Mpango naikabidhi mikononi mwako. Yale yote ambayo alifanya kama baba, unaweza kuifanya na zaidi ya ile. Yale yote ambayo alifanya kama mzee wa kanisa, kwa utemese pake ofisi, unaweza kuifanya. Neema yako na baraka yako ziwe nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.